wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba tuokoe na mikono ya Wafilisti. Ndipo Samueli akatwaa mwana-kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli. Bwana akamwitikia. Katika mstari wa 12, ndipo Samueli akatwaa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Ebenezeri, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. Leo nataka tuangalie katika Agano la Kale. Tunapata habari za Waisraeli chini ya uongozi na ukuhani wa Samueli. Mara nyingi na kwa muda mrefu Israeli walikaa bila uwepo wa Mungu. Mungu alikuwa amewaondokea kwa sababu njia zao zilikuwa mbaya, kwa sababu walikosa kutembea katika utiifu. Walianza kuweka mioyo yao katika sanamu, wakaabudu miungu mingine na sanamu zingine. Walipotoa mioyo yao kwa Mungu, naye Mungu akawaondoka, Mungu akawaacha, uwepo wa Mungu kawatoka. Na sasa sanduku la agano lilikuwa limechukuliwa na Wafilisti kwa miaka mingi sana, lakini baadaye sanduku la agano likarejeshwa. Liliporejeshwa, Samueli akawaambia Waisraeli, aliwaambia Waisraeli ya kwamba mumrudie Bwana, mumrudie Bwana na mioyo yenu yote, mumukaribie Bwana na mioyo yenu yote, mumtumikie na mioyo yenu yote, ndipo ataweza kuwaokoa kutoka katika mikono ya Wafilisti. Kwa sababu Mungu hakuwa katikati yao, kwa sababu uwepo wa Mungu haukuwa katikati yao, waliteseka sana, walikimbizwa na Wafilisti, walidhulumiwa na Wafilisti. Kwa uwezo wao na nguvu zao hawangeweza kuwashinda Wafilisti. Mungu wao alikuwa amewaacha, Mungu wao alikuwa ameenda mbali nao. Lakini Samueli akawaambia ya kwamba mumrudie Bwana na mioyo yenu yote, na mumtumikie Bwana na mioyo yenu yote, mumugeuzie Bwana mioyo. Akawaambia mumtengeneze mioyo, mtengeneze mioyo yenu kwa sababu ya Mungu, mtengeneze mioyo yenu kwa sababu ya Mungu. Mumrudie Bwana na mioyo yenu, yeye atawaokoa kutoka katika Wafilisti. Sikiliza mtoto wa Mungu, mumrudie Bwana kwa mioyo yenu, atawaokoa na Wafilisti. Mumkimbilie Bwana na mioyo yenu yote, atawaokoa na Wafilisti. Mumgeukie Bwana kwa mioyo yote, atawaokoa na Wafilisti. Mumtumikie yeye na mumtumikie yeye na mumtengeneze mioyo. Bila shaka inaafikiana na neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu mlango wa 36 na mstari wa 11 kushuka, ya kwamba ikiwa watasikia na kunitumikia watafanikiwa siku zao zote. Ikiwa watanisikia na kunitumikia watafanikiwa siku zao zote, na miaka yao yote watakaa katika furaha. Sikiliza mtoto wa Mungu, ikiwa watasikia na kumtumikia Mungu siku zao zote watafanikiwa, na miaka yao yote watakaa katika raha. Lakini wakikataa watakufa kwa upanga na watakufa kama wajinga. Ndivyo ilivyoandika katika Ayubu. Sasa huyu mtu wa Mungu akawaambia mumugeukie. Na mimi nataka usikie siku ya leo, mahali popote ulipo, ya kwamba tunamgeukia Bwana kwa mioyo yetu, tunamrudia Bwana kwa mioyo yetu, tunatengeneza mioyo kwa sababu ya Bwana. Hata wewe ukitengeneza moyo, Bwana atakuokoa na mateso. Hata wewe ukimgeukia na moyo wako wote, atakuokoa na magonjwa yako, atakukomboa kwa mapito yako.
wako, atakondoa katika mashimo ya udongo telezi, atapigana na vinavyopigana na wewe. Ukimgeukia moyo wako na ukimrudia kwa moyo wako, na utengeneze moyo wako, utengeneze kwa sababu ya Mungu, yeye atakuokoa na magonjwa, ataponya mwili wako, atakudumisha, atakusaidia, atakushika mkono, atakuadui wa adui zako. Ikiwa unamrudia kwa moyo, ikiwa unamtumikia kwa moyo, ikiwa unamgeukia na moyo wote, ikiwa unatengeneza na moyo wako, na umtengeneze Bwana. Nataka niongee na watu wa Shinyalo, mumgeukie Bwana kwa mioyo yenu, naye atawasaidia. Mumgeukie Bwana kwa mioyo yenu, naye atawaokoa, naye atawakomboa katika jina la Yesu. Nataka niseme na Kenya, tukimgeukie Bwana na mioyo yetu, yeye atatuokoa. Tukimgeukia Bwana na mioyo yetu yote, na tumkimbilie yeye, na tumtumikie yeye, na tumhofu yeye, na tumtafute yeye, na tumwangalie yeye, tumuinulie mioyo yetu, yeye atatusaidia, yeye atatuokoa, yeye atatusaidia, yeye atatushika mkono. Tumgeukie kwa moyo. Ambia jirani yako, geukia Mungu kwa moyo wako. Mwambie tengeneze ya Bwana moyo. Akawaambia mtengeneze Mungu mioyo, naye atawaokoa katika Wafilisti. Israeli wakaambia Samueli, ndiyo tumesikia mtu wa Mungu, mioyo yetu tutatengeneza, mioyo yetu tunageukia Mungu, hatutaabudu tena sanamu zingine. Samueli aliwaambia, ondoweni sanamu, ondoweni miungu mingine, na mumgeukie Mungu. Wakasema, tumesikia, tunaenda kumgeukia, tunaenda kumpa mioyo yetu, tutamtumikia yeye na mioyo yetu, hatutatumikia miungu mingine na sanamu, hapana. Samueli akawaambia, kama ni kweli mnamgeukia Mungu na mko tayari kumtengenezea mioyo, akawaambia tupande juu twende Mispa. Kama mko tayari kumrudia Mungu kwa mioyo yenu na kumtengenezea mioyo, na mumeachana na sanamu, mnataka kumwabudu yeye peke yake, kujeni tupande twende Mispa, kujeni tupande twende Mispa. Wakapanda, wakaenda mahali panaitwa Mispa. Mispa ni mahali pa juu, Mispa ni mnara, Mispa ni mahali pa kuangalia, Mispa ni mahali pa kuangalia, Mispa ni mnara. Twendeni juu kwenye mnara. Neno la Mungu linasema katika Habakuki mlango wa 2 na mstari wa 1, nitasimama kwenye mnara nisikie neno atakaloniambia Bwana. Nitasimama kwenye mnara nisikie neno atakaloniambia Bwana. Samueli akasema tupande kwenye mnara, tupande kwenye Mispa. Tukiwa pale nitawaombea, tukiwa pale nitaongea na Mungu kwa niaba yenu. Ni nani ajuaye atawasaidia, atawaokoa na Wafilisti. Safari ikaanza, wakapanda, wakaelekea Mispa, na mioyo yao inapenda Mungu, na mioyo yao inahofu Mungu, na mioyo yao inatamani Mungu. Ndani ya mioyo wanasema tumerudi Baba, ndani ya mioyo wamesema tumeachana na sanamu, ndani ya mioyo wanasema tumekukimbilia. Walipofika kwenye Mispa, walienda kuabudu Mungu, walienda kutubu dhambi zao, walienda kuacha maovu yao, walienda kujikabidi kwa Mungu tena. Samueli akasema mjikabidi kwake. Wakaanza kuomba Mungu. Biblia inasema waliomba maombi ya kufunga Mispa pale kwenye mnara. Mahali nitasimama nisikie neno la Bwana. Walienda pale kuabudu, walienda pale kumtukuza Bwana, walienda pale maombi ya kufunga. Wakaendelea kuomba, wakaendelea kufunga, wakaendelea kutafuta uso wa Bwana. Hebu pigia Yesu makofi ya sifa. Walipokuwa wanaendelea kumwabudu Mungu pale kwenye mnara, walipoendelea kukabidi mioyo yao kwenye mnara, wakaangalia chini kwa umbali. Neno la Mungu linasema Wafilisti wakawa wanakuja, wamejihami kwa silaha, wanakuja kuwavamia, wanakuja kuwashambulia.
Biblia inasema walipokuwa wanaabudu Mungu na kumwagia moyo katika toba, na Wafilisti wakasikia Israeli wako pale kwenye Mispa, wakasema tupande tuwapige. Walikuwa wamewazoea, waliwazoea kuwafukuza, waliwazoea kuwatorosha, walizoea kuwadhulumu, walizoea kuwakimbiza. Hawakujua mara hii wametengeneza mioyo na Mungu, hawakujua mara hii wamemrudia Mungu. Israeli alijua makosa yake, akatengeneza njia yake na Mungu, na Wafilisti hawakujua ya kwamba wametengeneza mambo na Mungu. Walikuwa wanatengeneza mambo na Mungu, na Wafilisti pia wanakuja, hawajui wametengeneza mambo, hawajui njia zao sasa ni sawa, hawajui Mungu wao amewarudia, hawajui Mungu wao amewarudia. Walikuwa wamewazoea, waliwashinda bila Mungu, waliwatesa bila Mungu, waliwaliza machozi bila Mungu. Mara hii walipokuja, hawakujua yule Mungu amerudi, hawakujua yule Mungu amekuja yuko pamoja nao, na kwa hivyo wakapanda kama kawaida na silaha zao na mikuki yao, wanaenda kuwatawanya, wanaenda kuwaangamiza Israeli. Wakiwa pale juu kwenye Mispa, neno la Mungu linasema wakaangalia chini, wakaona Wafilisti wanakuja. Wakaangalia chini, wakaona Wafilisti wanakuja. Israeli akaogopa, Israeli akajaa na woga, kuomba kukawashinda. Wakaambia tu Samueli, mtu wa Mungu, wewe tulilie, mtu wa Mungu tulilie kwa Bwana atuokoe na Wafilisti. Na Samueli alikuwa amewaambia, mkimrudia Bwana na mtengeneze mioyo yenu, atawaokoa na Wafilisti. Na sasa wakati umekuja, wako kwenye Mispa, wale Wafilisti wamekuja. Kwa hivyo wakaogopa, wakamwambia Samueli, tulilie Mungu atuokoe na Wafilisti, tulilie Mungu atuokoe na Wafilisti. Pigia Yesu makofi ya sifa. Usiache kutulilia kwa Bwana, atatuokoa na Wafilisti. Samueli, usiache kutulilia. Walikuwa wameogopa, walipoona Wafilisti wakija, mioyo yao ilijaa na woga. Sikiliza mtoto wa Mungu, kila mwanadamu wa kawaida kuna mambo huleta woga katika moyo wake. Kila mtu wa kawaida kuna nyakati na majira unaweza kusikia umeogopa, woga, ukahisi woga. Hata wakubwa kwa wadogo, matajiri na maskini, watu wa viwango tofauti, kila mtu ana kitu anaogopa. Kila mtu ana kitu akifikiria anaanza kuyeyuka. Ni nini unaogopa? Ukifikiria moyo wako unayeyuka. Kuna mambo mengi hufanya watu wakaogopa. Binti mmoja akasema, ninaenda kufanya mtihani, lakini nikisikia tu mtihani nasikia tumbo langu ni moto. Kuna vitu hufanya watu waogope. Tunaye mzee mmoja alinipigia simu akaniambia, Pastor, nataka tuombee Kenya, Mungu atusaidie, mambo ninaona yanafanyika, mimi ninaogopa. Kila mtu ana kitu huwa anaogopa, kila mtu ana kitu huwa anaogopa. Siku moja ukaenda katika matibabu, katika hospitali, ukaambiwa hizi dalili zinaonyesha ugonjwa mwingine hatari. Ukasikia umeogopa sana, ukasikia umeogopa sana. Kuna watu wanaogopa kufa, kuna watu wanaogopa shetani, kuna watu wanaogopa giza, kuna watu wanaogopa kudaiwa madeni, kuna watu wanaogopa magonjwa katika mwili, kuna watu wanaogopa kuanguka mtihani, kuna watu wanaogopa, na kila mmoja kuna kitu huogopa. Sikiliza mtoto wa Mungu, walipokuwa wanakuja pale chini, wakawaangalia hawa watu, wakaanza kuogopa, wakaanza kutetemeka, wakaanza kuyeyuka, wakasikia nguvu hawana. Ikabidi waambie Samueli, utulilie kwa Bwana, utulilie kwa Bwana, usiache kutulilia kwa Mungu. Lakini nataka uelewe, pale walipokuwa pale Mispa, mahali wanamwabudu Mungu kwenye mnara, mahali wanamsikiliza Mungu,
Hapo ndio mahali walikuja kushambuliwa. Ninajua ninaongea na mtu jioni ya leo. Kuna maeneo umeshambuliwa katika maisha yako. Wakati mwingine hata uko kanisani, lakini unakumbana na mashambulizi. Unajiuliza ni nini inafanyika. Uko kanisani lakini unashambuliwa na magonjwa. Uko kanisani lakini biashara yako inashambuliwa. Fedha zako zinashambuliwa. Kuna wale jamii zimeshambuliwa. Kuna wale ndoa zao zimeshambuliwa, haziko tena. Kuna wale kazi zimeshambuliwa. Kuna watu wameshambuliwa katika maisha yao. Wengine wameingia katika depression. Wengine wamekosa matumaini. Wengine wameamua kunywa na kulewa. Wengine wameamua kuvuta bangi. Si kwa sababu wametaka, lakini kwa sababu ya mashambulizi ya maisha ambayo wamekutana nayo, na hawajui cha kufanya. Hawajui watamulilia nani. Hawajui watamwendea nani. Lakini Israeli walimgeukia Samueli, wakamwambia endelea kutulilia. Unaweza pitia mashambulizi katika maisha. Unaweza pitia mashambulizi katika maeneo yako. Hawa watu walishambuliwa si kwa sababu walifanya makosa. Walikuwa wanamwabudu Mungu tu. Walikuwa wanatengeneza mioyo yao kwa Mungu. Walikuwa wanamrudia Mungu. Huo ndio wakati wameshambuliwa. Sikiliza mtoto wa Mungu, wakati walikuja kushambuliwa na wamejawa woga katika maisha yao, wakamulilia Samueli, wakamwambia Samueli, usiache kutulilia kwa Bwana. Sikiliza mambo yaliyofanyika. Samueli alipoendelea kumulilia Bwana, alipoendelea kuomba, na wale Wafilisti waliendelea kuja. Alipoendelea kuomba, kumulilia Bwana, lakini wale waliendelea kuja. Hawa watu pengine walishangaa kwa sababu Samueli yuko wanalilia Bwana na Wafilisti bado wanakuja. Maadui bado wanasonga tu karibu. Mungu aliwaruhusu wasonge karibu. Mungu aliwaruhusu wasonge karibu ili aweze kuwaibisha. Na walipoendelea kusonga karibu, Samueli akachukua hatua nyingine kando na kulia na kuomba na kumulilia Bwana. Neno la Mungu linasema Samueli akachukua mwanakondoo mchanga ambaye hana mawaa, ambaye hana makosa, ambaye hana alama. Mwanakondoo mchanga Samueli akaweza kumtoa kama dhabihu. Alipomtoa kama dhabihu, akamteketeza mbele za Mungu mara moja. Hapo ndipo Mungu akaona. Bwana alipoona dhabihu ya mwanakondoo, alipoona mwanakondoo amechinjwa, ameteketezwa, Mungu akanguruma. Neno la Mungu linasema Mungu akapiga ngurumo mbele ya Wafilisti, akawatawanya wote, akawafadhaisha wote, wakatoroka wote. Huyo ndiye Mungu leo. Anaitwa Bwana wa majeshi, anaitwa Bwana wa vita, anaitwa Mungu aishiye milele. Huyo ndiye Mungu tunamhubiri leo. Yeye akiitwa anaitika. Tukimwita anaitika. Ukimwita wewe anaitika. Bora utengeneze moyo mambo yako na yeye. Ukimwita anakuja. Katika depression ukimwita anakuja. Wakati maisha yamekufrustrate ukimwita anakuja. Mahali kazi imekatika ukimwita anakuja. Hiyo jamii yako ambayo imekuwa na changamoto inasambaratika ukimwita anakuja. Madila yote ambayo umepitia, katika hayo yote ukimwita anakuja. Biblia inasema Mungu akaitika. Hata leo anaitika. Hata leo tukimwita anaitika. Yeye ni Mungu mwenye masikio. Yeye husikia. Yeye husikia. Miungu mingine yote ni kazi ya wanadamu. Inayo masikio lakini haisikii. Inayo macho lakini haione. Inayo mikono lakini haina nguvu. Lakini tunaye Mungu, Muumba wa mbingu na dunia. Yeye mwenye enzi, yeye mtakatifu, mtakatifu wa Israeli, simba wa kabila la Yuda, Bwana wa majeshi, falme wa wafalme. Yeye ndiye mwenye nuru, yeye ndiye aliumba. Yeye ukimwita anakuja. Sikiliza mtoto wa Mungu, hajaenda mbali na wewe.
hujafika mwisho, unaweza kumuita. Anaweza kuja leo. Sikiliza katika jina la Yesu. Maisha yanaweza kukupeleka kwenye ukuta, ukaona sina haja ya kuishi tena, ukaona sina haja ya kuishi tena, lakini ukimwita anakuja, utaishi tena. Ukimwita anakuja. Daktari anaweza kukuambia haya ni magonjwa ya virusi, wewe meza dawa za kukusaidia. Ukimwita anakuja, ukimwita anakuja. Anaitwa Mungu ambaye anaitika. Yeye Mungu wa kweli, yeye Mungu aishie milele. Huyo ndiye Samueli alimtolea dhabihu ya mwanakondoo. Alipoona hiyo dhabihu, akashuka, akanguruma katika jina la Yesu, na Mungu akaibisha wale Wafilisti na mashehe wao na malodi wao. Akaweza kuwaibisha. Vile walikuja ndivyo waliwatoroka. Sikiliza mtoto wa Mungu, Mungu aliruhusu wakuje, lakini akaruhusu watoroke. Aliruhusu Israeli waone. Bila waliona wakiwakujia, waliona wakiwatoroka. Bila waliona wakija, waliona wakitoroka. Vile Mungu anaruhusu yaje, ndivyo anaruhusu yaondoke. Vile anaruhusu vifanyike, ndivyo pia anaondoa. Bwana akawaondoa mbele ya Israeli. Biblia inasema na Mungu akawaibisha, na Mungu akateta nao. Neno la Mungu linasema uinuke Bwana, na watesi wako watawanyike. Uinuke Bwana, na watesi wako watawanyike. Tumekuletea Mungu ambaye akiinuka watesi wanatawanyika, ambaye akiinuka magonjwa yanayeyuka, ambaye akiinuka mapepo yanatoroka, ambaye akiinuka waganga wanaanguka, ambaye akiinuka wachawi wa maeneo wanashindwa. Huyu ndiye Mungu tunamhitaji, huyu ndiye Mungu tunamtaka. Akainuka wakatoroka, wakaangusha fimbo zao, wakaangusha silaha zao, wakaangusha mikuki yao. Katika jina la Yesu ninataka nikutangazie, chochote kimekuwa kinakukuzia, chochote kimekuwa kinakukujia, kama ni ufalme wa giza, kama ni kambi ya mapepo, kama ni ajenda ya ufalme wa kuzimu, na Bwana ainuke, aweze kuteta, apige ngurumo na vitoroke katika jina la Yesu. Kila hali yoyote imekuwa inakunyemelea, Bwana ainuke leo na itoroke katika jina la Yesu. Waliona ukihangaika, waone ukiwa na amani. Waliona ukihangaika, waone umepona. Waliokuwekea siku ya kwamba hutaishi tena, waone ukipata afya yako tena. Tunaye Mungu tukimuita, yeye anarudi, yeye yuko hai. Tukitengeneza mioyo na tumrudie yeye, na tumwendee yeye, yeye hutupigania. Ninaomba kwa jina la Yesu, apiganie watoto wako, apiganie maisha yako, ainuke kwa kazi yako, atete na watesi wako. Wakati mwingine una maneno ya kujieleza, unaweza kushindwa kujitetea. Tunaye ambaye hutetea, anaitwa Mungu wetu, anaitwa Mungu wetu. Twende kwake na mioyo, twende kwake na mioyo yetu, tumgeukie yeye, anaenda kutusaidia katika jina la Yesu. Ninamkimbilia nani? Nitainua macho yangu juu, nitazame milimani. Msaada wangu watoka wapi? Watoka kwa Mungu wangu, muumba wa mbingu na dunia. Yeye ni kimbilio, yeye ni msaada, ndiye unamuhitaji. Pigia Yesu makofi ya sifa. Huyu ndiye Mungu, huyu ndiye Mungu ambaye kila mmoja anamuhitaji. Huyu ndiye Mungu ambaye hutengenezea watu njia. Huyu ndiye Mungu ambaye huleta mwanzo mpya. Huyu ndiye Mungu ambaye huteta na chochote kinateta nawe. Katika jina la Yesu tunataka kutangaza anga ya Shinyalo, malodi wa Shinyalo ambao wameteka anga hii. Leo tunamleta Bwana Mungu, muumba wa mbingu na dunia, aliyeumba watu wa Shinyalo. Hamtakaa tena chini ya ufungwa, hamtateseka tena. Kila roho za ulevi na uraibu wa mihadarati, hamtateseka tena, hamtajulikana kwa mabaya tena, maana Bwana
amekuja mukitengeneza mioyo yenu, yeye anaenda kuwaponya, yeye anaenda kuwasaidia, yeye anaenda kukukuza, yeye anaenda kuwainua katika jina la Yesu, Son of the living God. Tunatangaza makanisa ya anga hii yaweze kunawiri tena. Kila nguvu za anga ambazo zilikuwa zinateka mji, tunatangaza Bwana wa majeshi ambaye ni Bwana wa vita aweze kunguruma, apige ngurumo, na kila kambi ya watesi iweze kutawanyika. Anaitwa Bwana wa majeshi. Pigia Yesu makofi ya sifa. Bwana kanguruma, Bwana kanguruma. Alinguruma, aliona mwana kondo. Mwana kondo hana mawa, mwana kondo hana lawama. Mwana kondo mchanga amechinjwa, na amechinjwa na ameteketezwa. Alikuja kuaibisha, alikuja kuaibisha Wafilisti. Alisema nimekuja sasa. Alisema mimi ni Mungu wao. Mulidhani walikuwa peke yao, nimekuja mimi ni Mungu wao, nimekuja kuwasaidia. Akanguruma mbele yao, wakaweze kutawanyika. Mambo ya ajabu yakaanza kufanyika. Waliokuwa nalia wakaanza kucheka, waliokuwa wameogopa wakashuka, wakaanza kuwafukuza waliokuwa waoga na dhaifu. Dhaifu aseme nina nguvu, dhaifu aseme ana nguvu. Mgonjwa aseme nimepona, mgonjwa aseme nimepona. Walioteswa aseme tumefunguliwa. Walioteswa wakapata nguvu, wakashuka chini Mispa wakiwa na nguvu ya Mungu na uwepo wa Mungu, wakawafukuza Wafilisti, wakawafukuza Wafilisti. Mungu alikuwa pamoja nao. Huyu Mungu ndiye unamhitaji. Akiwa pamoja nawe unashinda, akiwa pamoja na wewe unashinda. Huyu Mungu ndiye unamhitaji. Walikosa Mungu, waliteseka. Kwa nini unataka kuteseka miaka yote? Kwa nini usimruhusu Mungu aingie ndani yako? Kwa nini unateseka miaka yote? Kwa nini unataka changai kumalize? Kwa nini unateseka katika maisha yako? Unateseka na utaki kuja kwa Mungu. Wewe ni mgonjwa na unaringa. Wewe unahangaika na unaringa. Kwa nini usije kwa Mungu akusaidie? Akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, laiti ungalijua wakati wako wa kujiwa na Bwana. Laiti ungalijua kama vile maadui zako wamepanga kukuzunguka ukuta wako na kubomoa. Mara ngapi Yerusalemu nimetamani niwafunike kama vile kuku hufunika vifaranga, lakini mulikataa, hamukutaka. Na leo hii Bwana anataka afunike maisha yako. Bwana anataka akulinde, Bwana anataka akusaidie, Bwana anataka akukinge, Bwana anataka awe kinga yako, akuhifadhi kama mboni ya jicho lake, na akuweke chini ya mbawa zake. Akaona mwanakondoo akaweza kunguruma, akaona mwanakondoo akaweza kunguruma. Huyu mwanakondoo ndiye sababu ya uhai wetu. Anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yohana 1:29. Huyo ni mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Yesu Kristo ndiye mwanakondoo ambaye hana mawa, ndiye mwanakondoo ambaye huondoa dhambi. Yeye ndiye ana uwezo wa kutuponya, yeye ndiye ana uwezo wa kutusaidia, yeye ndiye hutuimarisha. Yesu Kristo mwana wa Mungu anasema Mathayo 11 na mstari wa 28, njooni kwangu nyinyi nyote ambao mnasumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami naenda kuwapumzisha, nami naenda kuwapa raha. Apeanaye raha ya moyo ni Yesu, apeanaye amani ni Yesu, atengenezaye watu ni Yesu, anayetusaidia ni Yesu. Huyu ndiye tunamhitaji. Neno la Mungu linasema katika yeye Kristo tuna uhai wetu, katika yeye tunatembea, ndani yake tunaishi, ndani yake tuna uhai wetu, ndani yake tuko jinsi tulivyo. Huyu Kristo mwana wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu, ndiyo wewe unamhitaji, ndiyo wewe unamhitaji. Unamhitaji akusaidie, unamhitaji akuinue, na magonjwa yako atakuponya. Yeye ni Mungu wetu aponyaye magonjwa yetu yote. Yeye ni Mungu wetu, kwa mapigo yake, Isaya 53, tulipata kupona. Yeye hutubebea mizigo yetu yote. Nataka nikuambie leo, tunaye yule hubeba mizigo, hutubebea mizigo.
Amesema twende kwake, na yeye hana ubaguzi. Wadogo wakienda na wapumuzisha, wakubwa wakisonga kwake na wapumuzisha, wamama wakienda na wapumuzisha, wazee wakienda kwake na waokoa. Huyu ndiye unamhitaji, Yesu Kristo mwana wa kondoo. Yeye ndiye jibu la maswali yetu, yeye ndiye mkombozi wa mwanadamu, yeye ndiye mwokozi wa nafsi zetu, yeye ndiye tunamhitaji. Katika jina la Yesu Kristo, weka tumaini lako kwake, umwangalie yeye. Toa macho yako kwa vitu vya dunia, maana ni havidumu kwa muda, lakini Kristo Yesu, yeye anadumu maisha yote. Yeye ni Mungu wa umilele, ndiye kila mtu anamhitaji. Ndiyo nimekuja kusema ya kwamba Kristo Yesu alikufa msalabani. Ukimwamini unapona, ukimwamini unaokolewa. Kwa mapigo yake tulipona. Yeye kwa sababu ya upendo mwingi akabeba msalaba, akaenda mpaka Kalvari. Tukimwamini tunaokoka, tukimwamini tunapona. Aletaye mabadiliko katika maisha ya mtu ni Yesu. Hata sisi ametutengeneza, hata sisi ametusaidia, hata sisi ametupa tumaini, na wewe anaweza kukusaidia. Wengine wetu tulikuwa wabaya, wengine wetu tulikuwa wabaya, wengine wetu hatukuwa na historia. Tulipokuja kwake tukatengeneza mioyo, tukamgeukia na mioyo, alituhurumia, akatupa nafasi tena. Na kwa sababu hiyo tuna uhakika na kesho, na hata wewe pia anaweza kukusaidia. Nataka tusonge karibu tuombe. Nataka tusonge karibu tuombe. Mimi nataka niombe na wewe tu. Mimi nataka niombe na wewe. Nataka tuombe pamoja. Huyu ndiye tunamhitaji. Asante sana. Wale mko nyuma, naomba tu mje. Naomba mje tuombe pamoja katika jina la Yesu. Naomba tusonge hapa. La baba boletere kantaya. La baba yanteria bazanda. Asanteni ndugu zangu pale ambao wako kwa kibanda. Naomba mje tuombe pamoja katika jina la Yesu. Kila mtu anamhitaji Mungu. Mwanadamu anamhitaji Mungu. Yeye ndiye anaweza kunguruma kwa maisha yako. Yeye ni simba wa kabila la Yuda. Akinguruma tunapata ushindi. Anaweza kukusaidia. Ni nani ajuae? Leo inaweza kuwa ni siku ya mwanzo mpya katika maisha yako. Leo inaweza kuwa siku ya historia, ya kukutana na Mungu na akubadilishe na akupe mwanzo mpya. Leo inaweza kuwa siku ya Bwana kutengeneza maisha yako. Samueli akawaambia, nyinyi mumrudie Bwana na mioyo yenu. Mtengeneze mioyo yenu. Mtengenezee Bwana mioyo. Tunaweza kumtengenezea mioyo na maisha yetu yakabadilika. Walipomgeukia Mungu wakamtengenezea mioyo, Bwana alikuwa katikati yao. Yeye haangalii tu mambo ya mdomo, anaangalia moyo. Katika jina la Yesu Kristo, Son of the living God, ninataka tumwabudu Mungu wakati tunaomba. Lakini sasa sikia hii, walipokuwa wanaabudu Mungu na kutubu dhambi, adui alikuja na Bwana akanguruma na wakatawanyika wote. Mungu alinguruma kwa sababu ya mwanakondoo. Alipoona mwanakondoo, alishuka kwa nguvu yake yote. Ukimuhusisha Yesu na mambo yako, Mungu anaingilia. Ukimuhusisha Kristo kwa mambo yako, yeye anaingilia. Ukimuhusisha yeye na maisha yako, Mungu anaingia. Ukimuhusisha Yesu Kristo na ndoa yako, anaingia. Muhusishe na kila kitu katika maisha yako, na hapo wewe utaona Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo. Yakamuhusisha mwanakondoo. Huyo Kristo mwanakondoo ndiye Baba akiangalia ya kwamba tumempa nafasi katika mioyo yetu, basi anakuja kukaa pamoja nasi katika jina la Yesu. Na wakiwa pale, baada ya kutoa sadaka ya mwanakondoo akamteketeza, Waisraeli wakaona wale watu waliokuja wakitoroka, zile nguvu zikitoroka, wale malodi wakitoroka, wakapata nguvu tena. Ninaomba kwa jina la Yesu, Mungu akupe nguvu. Mahali popote umekuwa mnyonge, Mungu akupe nguvu. Kama ulikuwa unataka kuzimia, Mungu akupe nguvu. Kama ulikuwa unapoteza tumaini, leo hii Yesu Kristo ndiye tumaini letu la utukufu. Mungu akupe nguvu.
na Mungu akupe raha ya moyo, maana furaha yake ndiye nguvu zetu. Naomba Bwana akupe amani, amani ya moyo, amani ya moyo. Chochote kimekuwa kinakusumbua, leo upokee amani. Umpe ruhusa Bwana aweze kuteta nacho katika jina la Yesu. Kwa hivyo Samueli akiwa pale kwenye mnara, Habakuki 2:1, nitasimama kwenye mnara nisikie jambo atakaloniambia. Alipokuwa kwenye mnara akaangalia chini, wale malodi wanatoroka. Angalia mambo Samueli alifanya. Samueli akachukua jiwe kubwa akalisimamisha na akasema, kuanzia leo hili jiwe ni kumbukumbu kwetu, litaitwa Ebeneza. Maana hata sasa Mungu ametusaidia, mahali tumefika ametusaidia. Kwa uwezo wetu tungeshindwa, Mungu ametusaidia. Kuanzia leo ni Ebeneza, hata sasa ametusaidia. Tuliona wakija tukaona wametoroka, ni Ebeneza. Anayetusaidia ni Ebeneza. Umbali huu tumefika na usema ameniponya, ni Ebeneza. Usema amesaidia nyumba yangu, ni Ebeneza. Usema amenitoa kwa madeni, ni Ebeneza. Amenitoa katika kitanda, Ebeneza. Huyu Mungu anaitwa Ebeneza. Hata sasa ametusaidia, hata sasa Mungu ametusaidia. Nataka nikuambie mtoto wa Mungu, kufikia sasa ni Mungu amekusaidia. Kama amekusaidia leo, atakusaidia kesho. Kama amekusaidia leo, atakusaidia kesho. Kama alikusaidia jana, yeye hatabadilika, bado anaitwa Mungu. Samueli akasema, kuanzia leo ni Ebeneza. Kuanzia leo ni Ebeneza. Kila wakati tunaenda kwa vita, tutaangalia jiwe Ebeneza na tunasonga mbele. Wakati nasikia tumechoka, tutaangalia jiwe Ebeneza na tutakaza mwendo tena. Ebeneza alitusaidia, Ebeneza atatusaidia. Huyu Mungu hutusaidia. Kufikia sasa ametusaidia, kufikia sasa ametusaidia. Wewe unahitaji Mungu. Mungu ndiye husaidia mtu, Mungu ndiye husaidia mwanadamu, sio masomo. Masomo yanatusaidia, lakini Mungu ndiye kusaidia mwanadamu. Wangapi wamesoma lakini wanateswa na mapepo? Wangapi wamesoma lakini wanalala kwa mitaro? Sio pesa ambazo hutusaidia. Wangapi wana pesa na hawana amani kwa nyumba zao? Wangapi wana mali wameshindwa kukaa na wake kwa nyumba zao? Sio sura nzuri zinatusaidia. Wangapi wana sura lakini hawajaolewa? Sikiliza, sio mambo ya dunia hii kutusaidia. Mungu ndiye kutusaidia. Ukiweka imani yako kwa vitu vya dunia, shetani anaweza kukuzuia, anaweza kukutawanya, anaweza kuharibu nyumba yako, anaweza kuharibu watoto wako, anaweza kuharibu afya yako, anaweza kukuharibia kazi. Shetani anaweza kukuharibia, lakini ikiwa tumaini lako ni yeye ambaye ni Bwana wa majeshi, ambaye ni tumaini la utukufu, ambaye ni Ebeneza, anaenda kukusaidia. Amen. Leo hii nataka kusaidie. Nataka tumwabudu Mungu. Wale wote nataka tusonge, nataka tuombe tu, tumalizie tu. Tusonge tunapomwabudu Mungu. Wale mko mbali kujeni. Asante sana. Wale wako mbali, nataka watu wote mje tu. Asante. Huyu ni Mungu, huyu ni Mungu. Huyu ndiye anatusaidia. In the name of Jesus. Chochote umekuwa umekimbizana nacho, mara hii kinakuachilia hapa. Kinakuachilia hapa. Chochote umekuwa ukiteta nacho, kinakuachilia hapa. Chochote kimekuwa kinakunyima amani, kinakuachilia hapa. Vitu umekuwa ukipigana navyo, leo vinakuachilia hapa. In the mighty name of Jesus. Nataka uinue mioyo yako, macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Yesu wangu wewe, wewe
umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nikakushukuru. Mwambie Yesu wangu umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu. Imba katika moyo wako wote, imba ndani ya moyo. Ninainua macho yangu, tunakutazama wewe, nitazame masomo yangu. Wewe ni msaada wetu, msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Ninainua macho yangu, nitazame na mali yangu. Msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Yesu wangu, wewe pekee. Imba kwa moyo. Oh Baba yangu, yeye ndiye kimbilio, ni wa ajabu, yeye ndiye msaada. Sema Yesu wangu, umeiponya wangu. Wewe kweli ni wa ajabu, mimi nitakushukuru. Ninainua macho yangu, nitazame na wajomba wangu. Usaidizi wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Ninainua macho yangu, nitazame walonizunguka. Msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Yesu wangu, umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi inua mikono, sema Yesu wangu. Adibakatabara umeiponya wewe kweli ni wa ajabu, na mimi inua sauti yako, sema Yesu wangu. Roho ya kantabarabasa, roho yangu, wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Ninainua macho yangu, nitazame viongozi wetu. Usaidizi wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Ninainua macho yangu, nitazame uchumi wa Kenya. Msaada wangu watoka wapi? Bali ni watoka kwako Yesu. Yesu wangu, rabakatarosa moyo wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, wewe kweli ni wa ajabu. Yesu wangu, nataka niweze kuomba na wewe, nataka niweze kuomba na wewe. In the mighty name of Jesus. Samueli alisema mtengeneze mioyo. Mkitengeneza mioyo yenu atawasaidia, mkimtumikia na mioyo yenu yote atawasaidia. Ayubu akasema wakisikia na wamtumikie, miaka yao yote watafanikiwa, miaka yao yote wataishi katika furaha. Lakini wasiposikia wataangamia, wasiposikia wataangamia. Leo hii
Huyu Mungu ambaye tukimsikia tumgeukie kwa mioyo na tunafanikiwa na miaka yetu tunakaa katika raha, yuko hapa siku ya leo. Amemtoa mwanawe akafa msalabani. Tukimsikia yeye mwana kondoo na tumpe nafasi, atatusaidia. Nabisha mlangoni, Ufunuo wa Yohana 3:20, ikiwa kuna yeyote atasikia na afungue, nitaingia kukaa pamoja naye. Akikaa pamoja na wewe utaona ushindi. Akikaa pamoja na wewe utaona ushindi. Ninaomba kila mmoja wetu inamisha kichwa. Inamisha kichwa chako tu katika ile njia ya mhofu huyu Mungu, yeye ambaye hunguruma na watesi wanatoroka wote, yeye ambaye huruhusu waje kwa njia moja akawatorosha kwa njia 7 tofauti, yeye ambaye hufanyika nguvu kwa wanyonge, hata waliokuwa wanalia wakaanza kucheka, waliokuwa wameisha nguvu wakapata nguvu ya kushuka na kufukuzana na adui. Bwana hutupigania na sisi tunatembea katika ushindi. Yeye hutupigania vita na sisi tunatembea katika ushindi. Wakati umeniamisha hicho kichwa kila mtu, mimi nataka nikuulize swali rahisi sana. Huenda uko hapo, wale Israeli kwa miaka mingi Mungu hakuwa nao, na kwa sababu Mungu hakuwa nao, Wafilisti waliwazoea. Adui anaweza kukuzoea, shida inaweza kuzoea nyumba yako, matatizo yanaweza kukuzoea, mambo mabaya yanaweza kuzoea mlango wako. Mungu hakuwa pamoja nao, adui waliwazoea. Lakini walipogeukia Mungu, wakampa mioyo, wakamtengenezea mioyo, wakasema tumeachana na mambo mabaya, tumeachana na miungu na sanamu, Mungu alishuka katikati yao. Leo hii unasema nataka kugeuka moyo wangu, natengeneza moyo wangu nimpe Bwana. Leo ninamrudia Bwana, leo ninamgeukia Mungu. Unajua huna uhusiano na Yesu Kristo, ya kwamba hata akirudi siku ya leo wewe hutaenda mbinguni. Unajua hutaenda mbinguni kwa sababu huna uhusiano na yeye. Baba amemtuma mwana, tuwe na uhusiano na huyu mwana ili tupate uzima. Ukijua uko hapa na hujaokoka, aliye na hekima humpokea Kristo. Neno la Mungu linasema katika Zaburi 14 mstari wa 1 na wa 2, mpumbavu husema ndani ya moyo hakuna Mungu. Mpumbavu husema sina haja na Mungu. Mpumbavu husema hana haja na Mungu. Lakini Mungu, mstari wa 2, huangalia, akiwa juu huangalia apate mtu yeyote ambaye ana akili ya kumtafuta. Kumtafuta Mungu, kumpa maisha yako, kumruhusu awe Mungu wako akuokoe. Hiyo ndiyo hekima, hiyo ndiyo hekima. Unasema ndani ya moyo wako. Mpumbavu husema ndani ya moyo hakuna Mungu na sina haja na Mungu. Lakini wewe kwa hekima unasema nina haja na Mungu, ninajua Mungu yuko. Yeyote ajaye kwa Mungu lazima amini ya kwamba Mungu yuko, na hufanya namna gani? Huwapa thawabu wamtafutao kwa bidii. Unasema nataka kuokoka, nataka uinue tu mkono wako, nataka kuomba na wewe, unataka kumgeukia Bwana. Inua tu mkono. Asante kwa hiyo mikono, inua tu vizuri. Asante, inua tu vizuri. Wakati umeinamisha vichwa, inua tu vizuri. Asante ndugu yangu, asante. Hata sisi tuliinua namna hivyo tukasaidika, hata hivyo tuliinua tu namna hii tukapata. Na nyosha tu mkono vizuri, nyosha mkono. Mbingu zinakuangalia, mbingu zinakuangalia. Nyosha tu mkono vizuri katika jina la, usiogope, usiogope, ni uzima wako katika jina la Yesu, Son of the living God. Ninaomba katika jina la Yesu, vile umenyosha mkono mbele ya malaika bila kuogopa, nataka uje hapa haraka niombe na wewe, na huyo Mungu atanguruma katika maisha yako. Vile umeinua tu mkono, kuja tu hapa, kuja tu hapa, usiogope, kuja tu. Asante, just come, just come. Kama umeinua tu mkono, kuja haraka haraka. Asha, simunisaidie, walete hawa ndugu zangu. Asante sana, walete hivyo tu. Asante, God bless you so much. Ndiyo mwanzo wa hekima, ndiyo mwanzo wa maisha kubadilika, ndiyo mwanzo wa mambo mazuri, ndiyo mwanzo wa mambo mazuri. Yeye ndiye tumaini la utukufu, yeye ndiye tunamhitaji.
Wakati mwingine tunaweza fika mwisho, lakini akija na tusaidia katika jina la Yesu. Ndiye tunamhitaji. Father, we give you glory. Baba, pokea sifa. Baba, pokea utukufu. Kuja ndugu yangu, usiogope. Usiogope. Wewe unataka Mungu lakini kuna kitu unaogopa ndani. Najua unataka Mungu lakini unaogopa. Usiogope, kuja tu, kuja tu. Ndugu yangu, kuja. Kuja tu, Mungu anaenda kukusaidia. Mungu anaenda kukusaidia. Mungu anaenda kukusaidia. Kuja. Asante. Just come. Kama kuna mwingine yeyote pia unataka Kristo, kuja tu. Karibu Yesu. Kuja tu. Usiachwe kando. Hii ni nafasi nzuri. Usiachwe kando. Hii ni nafasi nzuri. Hii ni nafasi ya kukutana na Mungu. Hii ni nafasi ya kukutana na Mungu. Huwezi kukutana na yeye, maisha yako yatabaki hivyo. Karibu Yesu. Ninakukaribisha moyoni mwangu. Karibu Yesu. Moyoni mwangu. Karibu Yesu. Karibu Yesu. Karibu Yesu. Karibu Yesu. Aingie ndani ya maisha yetu. Aingie ndani ya mioyo yetu. Sana, acha tuombe. Wale wote kuokoka nataka msonge hapa. Nataka songeni hapa, songeni tu hapa.
Songeni tu hapa. Nataka kwa wale wote songeni hapa. Nataka tuombe pamoja nanyi. Karibu sana. Asante sana. Karibuni nyumbani katika ufalme. Ndugu yangu kuja usimame hapa. Wewe kuja. Asante. Kuja tu. Simama hapa. Simama hapa. Songa ndugu kama. Songa. Wewe simama. Asante. Umefanya vizuri. Kuja tu. Kuja tu hapa. Asante. Kuja ndugu. Songeni tu karibu. Kama kuna mwingine angependa kuokoka na huko nyuma, nataka usonge tu hapa karibu katika jina la Yesu. Huu wakati ni wakati murua sana. Wakati ambapo mbingu zinashangilia. Yes. Wakati ambapo mbingu zinafurahia. Oh yes. Kwa sababu watoto wanazaliwa katika ufalme. Yes. Na ufalme wa giza umepungua leo. Yes. Ufalme wa Baba umeongezeka. Oh yes. Tupigie Yesu makofi. Inua mikono yenu. Inua mikono yenu. Funga macho yako. Ikiwa uko nyuma, nataka unyooshe hapa mkono wako. Na wewe ambaye uko hapa mbele, nataka urudie maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo ninatambua wewe ni mwana wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Ondoa dhambi zangu, ondoa makosa yangu, nihurumie, unisamehe. Karibu ndani yangu, uniokoe, unitakase, umbika ndani ya moyo wangu. Fanyika Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Najitenga na dhambi na madhabahu mabaya na kila misingi michafu. Ninajitenga na shetani na nguvu za ukoo. Najitenga nazo. Leo hii nampokea Kristo, Mwokozi wa maisha yangu. Asante Bwana kwa kunihurumia na kunisaidia. Fanyike Ebeneza katika maisha yangu. Hata sasa umenisaidia. Kwa jina la Yesu ninaamini na kuokoka. Nataka niombe pamoja nawe. Baba, kwa jina la Yesu, leo hii tunakushukuru, maana ni nafsi umeokoa. Ni watoto wamezaliwa katika ufalme wako. Baba, ninaomba rehema, ninaomba neema, ninaomba umbike ndani yao. Naomba uwasamehe dhambi na makosa. Naomba uwajaze na nguvu yako, uwajaze na Roho wako Mtakatifu. Naomba uwapumuzishe na mizigo katika jina la Yesu Kristo. Baba, waondolee mizigo na wachukue nira yako ambayo ni nyepesi. Ninaomba uwasaidie, uwakujue Bwana, uwape neema ya kuwasaidia, neema ya kuwadumisha katika jina la Yesu. Baba, utete na chochote kinateta nao, chochote kimekuwa kinapigana na hatima zao. Bwana, uinuke na upigane nazo. Wale wamekuwa wakipigana na misingi ya ulevi, Baba, inuka na uweze kuwaokoa. Wale wamekuwa wakipigana na kila nguvu za maeneo, Baba, inuka na uweze kuwaokoa katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Leo tunapinga kila serikali ya kuzimu. Tunapinga kila ufalme wa kuzimu, kila roho za ulevi. Hutakuwa na hamu ya chang'aa tena. Utakuwa na hamu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Tunabomoa kila madhabahu ya giza, kila madhabahu ya kuzimu, kila kambi ya mapepo, na itawanyike katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Tunatangaza uzima, tunatangaza uhai, tunatangaza uzima, tunatangaza uhai katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Wale Baba wameonewa na kuteswa kwa muda mrefu, ninaomba wafunguliwe,
katika jina la Yesu. Ninaomba uwasaidie, ninaomba uwasaidie, ninaomba uwasaidie, ninaomba uwasaidie, ninaomba uwasaidie, ninaomba uwasaidie, ninaomba uwasaidie. Bwana uinuke na kila nguvu za giza ziweze kuyeyuka. Bwana uinuke, kila minyororo ikatike katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kila nguvu za mateso, kila nguvu za uonevu ziyeyuke katika jina la Yesu, na waliofungwa waseme tumefunguliwa, na walioteseka kwa muda mrefu waseme tumepokea uzima katika jina la Yesu. Baba, ninaomba uangazie nuru yako na uso wako uangaze juu ya maisha yao katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba mwanzo mpya, tunaomba nuru yako uangaze katika maisha yao. Bwana, chochote kinachopinga makusudi kwa maisha yao tunakipinga kwa jina la Yesu. Chochote kinachopingana na hatima yao tunapinga kwa jina la Yesu. Tunaomba Bwana wa majeshi, wewe ukimweka mtu huru anakuwa huru kweli kweli. Wewe ukimweka mtu huru Rababose keterabose yenderebo yantarabosa yakantala bazanta rabababo yekenteria bazeria yenderebo yakanteria bazeria. In the mighty name of Jesus, Son of the living God, Son of the living God, Son of the living God. Father, we give you praise. Father, we worship you. Lord, we give you honor. You are the Lord our Father. You are the Lord our King. You are the Lord our Redeemer. Pokea sifa na utukufu Baba kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu umetusaidia. Wewe ni Ebeneza katika maisha yetu. Wewe ambaye huteta na kinachoteta nasi. Wewe ambaye hutupa nguvu katika udhaifu wetu. Wewe ambaye hutupa tumaini tena. Wakati tumeishiwa ukatusimamisha. Wakati tumefika mwisho ukatupa mwanzo mpya. Wewe ndiwe Bwana tumaini letu. Asante kwa sababu ya uokovu. Asante kwa sababu ya uponyaji. Asante kwa sababu ya uokovu. Asante kwa sababu ya uponyaji. Ninatangaza katika jina la Yesu. Kuanzia leo, pokea uhai wa Mungu. Hallelujah. Kuanzia leo, pokea uhai na uzima katika maisha yako. Pokea uzima kwa viungo vyako. Pokea uhai kwa viungo vya mwili katika jina la Yesu. Pokea uhai kwa viungo vya mwili. Pokea uhai kwa tumbo. Hilo tumbo lipone. 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 Hilo tumbo lipone katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo nguvu ya uponyaji ishuke juu yako sasa katika jina la Yesu. Son of the living God. Father, we worship you. Father, we bless you. Father, we give you praise. In the name of Jesus, Son of the living God. Ninataka sasa, nataka uniangalie. Leo hii wewe umeokoka. Umefanyika mtoto katika ufalme. Shetani hata kuona tena. Address yako ameipoteza. Hata kuona tena. Shetani hata kuona tena. Maana akija, naomba Bwana angurume kwa niaba yako. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Bwana kufiche katika damu. Damu inenayo mambo mema. Hiyo damu iwe linda. Hiyo damu iweze kukutakasa, ikusafishe na inene ulinzi katika maisha yako. Kuanzia leo, Zaburi 17:8 itimie kwa maisha yako. Ya kwamba Bwana akulinde kama jicho, mboni ya jicho lake. Kuanzia leo, Bwana anakuona kama mboni ya jicho lake. Ninaomba kuhifadhi kama mboni ya jicho. Na kulinde na kuweke chini ya mbawa zake. Katika jina la Yesu. Na sasa baada ya kuokoka, hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuelekezwa katika mambo ya Mungu. Israeli walimhitaji sana Samueli. Leo tunaye mtu ambaye Mungu ameweka hapa katika mji huu, ambaye anaenda kuwaelekeza katika njia za Mungu. Kuna man of God katika maeneo haya, Reverend Musundi, anaenda kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo. Na sasa nataka msonge pale. Msonge tu hapa nyuma. Wote muingie, msonge tu hapa.
mtakutana na watumishi wa Mungu katika jina. Tuwapigie makofi ya shangwe na vigelegele katika jina la Yesu. Shangilia Bwana, shangilia. Tuje tu hapa nyuma. Huyo mpendwa anaenda, msimruhusu aende tafadhali. Kuja ndugu yangu, kuja tu asante. Karibuni tu hapa nyuma katika jina la Yesu. Tunashukuru sana, ndio mwanzo wa mambo mazuri, mambo mapya katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nataka kuomba. Kunaweza kuwa hapa na wewe ni mgonjwa. Kuna mtu yeyote mgonjwa, unaweza kuja tuombe pamoja katika jina la Yesu Kristo. Kunaweza kuwa na mtu hapa ni mgonjwa. Ikiwa hamna, basi na kesho tutakuwa na nafasi ya kutosha ya kuweza kuomba na mahitaji ya watu na kuomba na wagonjwa, na Mungu anaenda kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asanteni sana. Kesho pia tutakuwa hapa. Siku ya Jumamosi tutakuwa hapa. Tunapatikana hapa IBC. Ukija hapa utatupata, jioni utatupata, kesho asubuhi utatupata, kila wakati utatupata. Jumamosi utatupata, Jumapili. Karibuni katika ibada zetu hapa IBC. Tutakuwa hapo katika jina la Yesu. Nataka sasa tuweze kumsifu Bwana. Anafikisha kama ni Pastor Mbani atakuwa anamalizia, itakuwa ya baraka. Nataka nilete praise and worship team. Tuweze kutukuza jina la Bwana, maana ni mwema. Akinguruma, yeye akinguruma, kila adui anasambaratika. Yeye ndiye tunamhitaji. Tumetengeneza mioyo na yeye. Sasa nataka tumpe sifa, tuweze kulitukuza jina lake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Najua tukimaliza kuimba tutakuwa tunaenda manyumbani. Si ni kweli? Nataka tuwapatie matangazo. Alafu tukimaliza kuimba hayo matangazo yatakuelekeza unaenda wapi. Si ni kweli? Lakini nataka tukule tu muziki vizuri. Nataka tukule nini? Muziki vizuri. Usiende. Na kesho kuja mapema. Haleluya. Shinyalu Bwana. Haleluya. Haleluya. Ebeneza. Ananguruma. Nyinyi mko vipi? Mmesikia saizi ananguruma? Wafilisti wanafanya nini? Wanatokomea, wanachukua raba, wanasiaka.